shida ikaanza? Ndio. Shida zilikuwa mostly personal. Yes. Shida za wananchi hizo ndio ilifanya mimi niwanie kiti. Yes. Kwa hivyo shida za wananchi uko sawa nazo? Mimi mwenyewe niko sawa nazo. Yes. Kwa sababu mimi ndio inafaa nipeane suluhisho. So kwa mashida zote za wananchi, yes, mimi mwenyewe kama babu nilikuwa najaribu juu chini. Hata huo wakati ambao tulikuwa na shida, bado mimi mwenyewe nilikuwa nahakikisha kwamba nafanyia wananchi wa Embakasi Mashariki kazi. Ndiposa nilikuwa ninakuwa ranked the best member of parliament, yes, in Nairobi. Yeah, congratulations. Hata hiyo wakati nilipokuwa na shida from 2017 to 2022, yes, mimi ndio nilikuwa ranked the best member of parliament, nice, every year for the 5 years. Sahizi mimi ndio nakuwa ranked the best member of parliament, yes, in Kenya for the past 2 years. Wow. Mimi ndio nimekuwa ranked. Congratulations. Ndio. So inamaanisha kwamba shida wananchi ni shida zangu. Yes. Na wakiwa na shida ni kama shida zangu. Yes. Juu najua chenye wanapitia, nishayapitia mimi kimaisha, ninawaelewa vizuri sana. Nikiwaona naelewa shida zao. Ndio. Ni what have you done to be the best? Kazi tumefanya, or ranked the best pale Embakasi Mashariki. Ukipigia mtu yeyote sahi ama akipiga simu sahi, atakwambia babu amefanya kazi. Tukiona kila shule tumenunulia basi, imebaki shule 2-3 peke yake, na basi zao zinakuja by the way before the end of this year. Watakuwa wamepata basi, so shule zote Embakasi Mashariki zitakuwa na basi. Nimekuwa nikipeana 25,000 bursary forms and, yes, bursary checks kwa wananchi wa Embakasi Mashariki. Nimejenga mashule pale. Hata sahi kuna shule yenye inaendelea hapo inaitwa Tasia Primary School, inajengwa pale Utawala. Nataka nijenge primary school. Natafuta shamba. Umejua shida ya shamba Nairobi. Yes. Yes, unapata shamba moja watu wa 10 wako nayo. Lakini tunataka kutatua ni wajenge pale shule pale Fagilia pale Utawala. Nimeshajenga Donholm Secondary School. Nimeongeza madarasa katika Embakasi Mashariki, totaling to around 90 classrooms yenye nimeongeza total yote. Na kuna ujenzi yenye zinaendeleza laboratories. Hata police station nilijenga ofisi ya DCI. Na niliwaambia kwa hiyo police station wakishika watu hizi mambo ya drunk and disorderly, yes, wahakikisha kwamba kama mtu hawezi enda kwao, awapatie mattress na blanket. Nilishanunua huko. Walale kila kisha asubuhi, yes, kila mfungwa apewe shilingi 200, aende nayo nyumbani. Watoe Land Cruiser wapeleke nyumbani kwao. Kwa sababu hiyo tu ni drunk and disorderly. Yes. So kama mtu haizi fika kwao kwa sababu ya usalama ili isiyo poa, at least wahudumiwe. Tena pale Embakasi nimejenga mabarabara. Naona kuna mtu anasema shooters. Barabara mmoja tu ya shooters inaanza in less than 1 month. Nishamaliza, tushafanya procurement. Barabara hii inaanza. Barabara zenye zinaanza ni hiyo shooters ya Tukayole, inaanza within a month's time. Tena barabara yenye inaanza ni Feather Road, inaenda kufanywa yote. Hiyo inaenda kufanywa. Barabara tena inaenda kuanza 84 roads. Hata juzi nimemaliza tu moja hii ya kutoka Nyayo Gate D to police station Embakasi. Na unatoa wapi hizi project juu unajua wabunge wengi hasa kwa Mlima wanasema when they anti government ati they are not funded, hawafanyi kazi. Na wewe umekuwa anti government. Serikali haita fund, serikali haita fund kama unawapiga. Lazima uwe mjanja. Lazima uwe mjanja, lazima uwe na aerial lilio juu, lazima uwe na connections. Mimi mwenyewe kila mara unaona natoka hapa Kenya, nikitoka nikienda kuona marafiki wangu nje, lazima nitafute development kwa, yes, watu wangu. Yes, serikali naye wakikumark hawatakupatia vitu. Watakuwa na kuletea shida. Hata barabara ya Donholm phase 5 inaanza in less than 2-3 weeks. Wow. Tena inaanza itawekwa lami. Tena tumepiga ile ya Tasia. Yeah. Tumeweka total of 84 roads. Wow. Juzi tumeongeza 2, zilikuwa 82, tumeongeza 2 tena, hiyo ni 84. Wow. So barabara tumejenga. Tumeweka 28 boreholes zenye zina provide maji kwa watu wetu pale Embakasi. Hizi water tanks tumepeana hata mavijana kwa mambo ya ajira. Tumepeana mavijana hizi car wash machines. Tumefungulia mavijana hii kuuza materials kama za ujenzi kama sand, kuuza hizi mawe hapa na pale. Tunajaribu juu chini. Kazi tunaomba pale katika different
kampuni ambazo ziko Embakasi Mashariki. Tumeomba kazi airport, saa zingine tunapewa 5, 2 hata 1. Bora tupatie mtu wa Embakasi Mashariki. Coca-Cola pale wanatupatianga kazi, Containers pale wanatupatianga kazi. Tunapeana kazi. So kazi inapeanwa. So mimi nataka pata KEMSA. Saa hii wametupatia kazi. Juzi venye jamaa mwingine alikuwa hapo, huyo jamaa alikuwa analeta shida hapo sana, hataki hata watu wa Embakasi East waajiriwe, watu wa Nairobi. Ni jamaa ovyo sana, but ni sawa. Sasa wako so saa hizi watu wanapewa kazi hapo. Mambo inaendelea sawa kabisa. So tunajaribu mambo ya table banking. Nilifungulia wamama na wamama the highest amount sahi ni kama 4 million kwa group moja ya table banking Embakasi Mashariki. Wengine wako na 1 million, wengine 2 million, wengine 200,000, wengine 50,000. Wanajikopesha pesa pale. Nimeregister sako ya Embakasi East, tutailaunch hivi karibuni. Hiyo sako wamama wa Embakasi East, vijana wa Embakasi East, wazee wa Embakasi East watakuwa wakienda kuchukua loan kwa hiyo sako ya Embakasi East. Wachukue loan, wafanye biashara, kisha warudishe pesa ili mwenzake pia apate nafasi ya kupewa hiyo loan. Hiyo tumefanya pale Embakasi Mashariki. Naona pia wakiandika manataka maji safi. Kuna mahali maybe hakuna maji safi. Na maji ni shida ya Nairobi. Na Nairobi nzima ina shida ya maji. That's why niliamua niweke hizo 28 boreholes. Ziko. Na pia high mast lights, security lights. Tumeweka Embakasi. Hivi karibuni tena 4 tena zinaenda kuwekwa tena Embakasi East. Katika kila ward kuna mahali strategic zitawekwa. So mambo ya maji ni shida kubwa Nairobi. Na shida ya Nairobi ya maji ni hivi. Tunaambiwa ya kwamba Nairobians tuko around 5 million. 5 million Nairobians inafaa wanatumia 3 million liters. 300 million liters of maji kila siku. Maji yenye tunapata Ndakaini Dam, yenye tunatoa Spring Valley huko damu huko Kikuyu. Maji yenye natoka Northern Tunnel ni 546 million liters. So shida ni maji inakuja mingi, mbona inafika ikiwa kidogo? Shida ni haya sasa. Na hiyo ndio unaona sasa gavana amelala kwenye kazi. Utapata number 1, zile pipes ambazo ziliwekwa tangu ukoloni, hizo pipes zimerust. Ndio zinabeba maji, zingine zimetoboka. So tuko na wastage ya maji kwa hizo pipes. Leakages. Ya pili, kwa hizo leakages inakuwa contaminated na sewage. Tena hiyo maji huwezi tumia. Ya tatu, kuna cartels ambazo governor anaweza maliza kwa siku moja. Na governor hawezi maliza kwa sababu amejoin nao cartels. Cartels wanafunga maji ili wapate nafasi ya kuuzia wananchi maji. Huwezi sema capital city Nairobi haina maji. How? Unaweza jibu hiyo swali aje? Sasa hiyo shida ya maji ni shida yenye imekumba kila mwana Nairobi, yenye inataka good leadership ya kumaliza hii shida ya maji. Ukienda restaurants hata hapa town, restaurants kila mahali, shida ni maji. So hiyo shida ya maji inaweza malizwa kwa haraka. So hizo ni mambo ambazo yenye tumefanya pale Embakasi Mashariki. Hiyo ndio inafanya wana Embakasi wanaturank kama the best member of parliament in Kenya, na nataka niwashukuru sana. Ndio. Wanasema utembee Choka Road, si pazuri. Choka Road niliwatengenezea hiyo barabara inaitwa nitaikumbuka. Ukiwa juu ya Choka, Hurlingham Road, hiyo yote limepigwa lami. Ukienda pale Boniflower, hata hiyo barabara ya Choka kutoka Choka mpaka Maua Primary School nilishaweka lami. Huyu ni kama amekaa bila kutembea huko. So utapata 1-2 yenye bado sijamaliza, but bado nitazimaliza. But Choka nimeweka lami hapo sana, mpaka yenye ilikuwa chini huko karibu na hiyo police station iko hapo chini. Kibiku mawe mbili, kuna lami hizo. Kuna hata lami tulitoa mpaka hii shule inaitwa Dolphin. Hiyo lami iko hapo yote. So tumejaribu, kazi yangu naye tumejaribu. Very good. Zile ambazo hatujafanya niwie radhi, bado tutazifanya. Very good. You still have time. Kuna 2 years nadhani. Relationship yako na Rao mulitoanaje na mmefikisha na wapi? Ndio tena tutaingia kwa marriage. Bado hatujaingia kwa marriage. Tumeanzia na career, after career tuingie marriage. Tutacross na marriage. Ni sawa. Sasa mambo ya baba.
Baba ni baba. Mimi mwenyewe nimekuwa na baba. From university nilikuwa na msupport. Nimemsupport wakati wa Kibaki nilikuwa student leader 2011 2012. Nilikuwa student leader. Hiyo wakati wote nimesupport baba. Nimemsupport mpaka 2022. Mimi mwenyewe nilikuwa kwenye presidential campaign. So ulianzia na yeye 2011? Wow. Yes. 2010 nikitaka kiti. Enyewe uko Mkoroyo. Nimekuwa loyal kwa mzee na kwetu mlima tutasoma leo. Na sisi kwa kimila yetu lazima tuheshimu wale ambao wako mbele yetu kiumri. Hata yule ambaye ako mbele yako na mwezi moja ama mwaka moja lazima umheshimu. Na hata wale ambao wako chini yako kiumri pia lazima uwaheshimu. So mimi nimelelewa kuheshimu wale watu ambao wako mbele yangu. Baba amekuwa kiongozi wangu wa ODM na ninamheshimu kama kiongozi wangu wa ODM. So heshima yangu iko. Na unaweza pata hata kwa familia kunakuwa na shida. Utapata saa kidogo baba na napigana na mtoto mwingine, mama pia sikizani na mtoto mwingine, ama watoto pia wanagwaruzana hapa na pale. So hiyo ni kitu ambayo inaweza kuwa kwenye familia. It's normal. Hata sisi kwetu kitu normal. Kitu yenye sio normal ni kwenda kuchukua mtoto wa jirani umsupport na unawacha wako kwanza. Na huyu wako pia alikuwa akienda kuwinda kuleta chakula nyumbani. But baba naye bado nitamheshimu tu. Mimi heshima nitampatia heshima kwa sababu maneno ya siasa inakuja inaisha. So relationship yako kwa saizi iko aje na baba? Mnaongea? Ama umekuwa mtoto mtukutu? Siwezi ingilia kidogo sana. Nasikia babu sifuna babu. Siwezi kuwa watoto libero. Siwezi kuwa ninakuwa tu mtukutu wakati chakula iko kwa nyumba. Lakini wakati wa kuitafuta hiyo saa hizo sisi si watukutu. Saa zile tunalala cell. Wewe si mtukutu. Saa zile unaenda maandamano, wewe si mtukutu. Saa zile uko kotini, wewe si mtukutu. Sasa hatuwezi kuwa ati sisi tu ni watukutu saa hii. Si ni kweli? Zaidi hakuna maandamano. Mwanake ni mwanake murumono. Ukikidnapiwa wewe si mtukutu. Ndio. Abduction si mtukutu. Ndio. Koti kesi 5 causing disturbance, lakini disturbance ilikuwa vizuri. TB mtiarara wewe si mtukutu. Ndio. Saizi umekuwa mtukutu. Jamani. So mimi umejua ODM inamaanisha Orange Democratic Movement. Hiyo D inasema democratic. Democracy. Kila mtu ana demokrasia ya kusema yale yote iko kwa roho yake na kwa akili yake. So mimi pia niko na demokrasia yangu ya kuongea na mimi pia nilichaguliwa kama kiongozi. Na venye nilichaguliwa kama kiongozi nilichaguliwa ili ni represent watu wangu. Kwa hivyo nikiona kitu ambaye inafanyika yenye haifai iwe haifai lazima niseme. Hiyo ndio uongozi. Na D in ODM is democratic. Si ni kweli? So niko na demokrasia yangu ya kuongea. Na hata baba mwenyewe alisema juzi that mtu akiongea kwenye ODM ni demokrasia yake. So tumekubaliwa. Ndio. Democracy. So ni nini hasa mnaguzana? Ni what are you not agreeing? Because we disagree to agree or we agree to disagree. Mambo ni mengi kwa siasa. Singetaka niweke mambo ya baba hapa, nimpatie tu heshima yake. Singetaka niweke waziwazi kwa Kenya wote waisikie. Si mzuri kuongelesha mtu ambaye ni mzima hivyo in public. Tunaweza ongea in private. Unaweza sengenya babako kama watoto wa nyumba. Tunasengenyanga Roja ni babangu kama watoto wa nyumba unaweza sengenya mtoto lakini huwezi sengenya baba lakini huwezi enda in public kwanza kushout. Hiyo heshima witu tutiri twegathia turanika wa Munyoro na Uhuru na Rege zio ni ndona twegathia muno. All right, so unawania kiti ni kipi ama chipi? Kamushene kale gwenda ne kahorokera. Kuna kamushene nilikuwa nataka sasa venye umekakata. Ndio. Ni kipi kikusikiti chacho? Sasa Kiswahili kanitishia kidogo. You're still the MP. Ndiyo. Lakini kuna fununu tunasikia wataka
kuwania kiti cha ugavana. Ndio. Wacha nikwambie Baby Top. Yes. Ndavie. Hii Nairobi. Ili umaintain kuwa top, lazima services ziwe top. Yes, 100%. Hii Nairobi kuna shida mingi sana. Kuna shida ya mabarabara, kuna shida ya drainage, na kukinyesha kwa dakika 30 peke yake. Floods. Kuna kuwa na ziwa la Nairobi. Kuna floods kila mahali. Ukienda CBD floods, ukienda kwenye estates floods, na hizo floods zinachukua hata maisha ya watu, zinaua watu. Yes. Ukienda floods huko kwenye estates, unapata kwa nyumba ya mtu maji inabeba mpaka books na uniforms za watoto wetu. True. Kuna shida sana, mabiashara zinainuliwa, zinabebwa. Sasa unapata kuna shida sana juu ya poor drainages. Na kuna budget yenye inafaa ifanye drainages na inafaa ijenge barabara. Lakini gavana maziwa lala. Tena Nairobi ukiangalia mambo ya garbage, kuna takataka kila mahali. Gavana hata yeye mwenyewe anajua kuna takataka, mpaka anatoa zingine anaenda kumwaga Stima Plaza. Anajua penye anazipata. Anatoa anaenda kumwaga huko. Ndiposa nilisema alienda kumwaga akili yake wapi? Stima Plaza. Hata hapa KPLC town. Si alienda kumwaga raw sewage. Alienda kumwaga sewage KPLC. The same time alienda kumwaga Stima Plaza takataka. So takataka ni kitu ambayo inaweza isha Nairobi within 1 month to 2 months. Unasema ati cartels. Cartel kitu gani? Umechaguliwa na wananchi wa Kenya. Na saa hiyo we ni gavana na uko na wananchi na uko na power. Cartel ni nani kukushinda? Si wewe ndio unaweza maliza cartel in 30 minutes. In 30 minutes ukisema hawa waishe. 1 month takataka haifai. Kwa sababu takataka ikiwa mambo ya kipindupindu. Mambo ya shida. Kama city pekee iwezi safishwa. Ni nini unataka kama gavana wa Nairobi? Na ile takataka yote ukipeleka pale Dandora, pale ujenge factory ambayo itatransform, itabadilisha hii takataka itumiwe kama fuel, kuboil hizo boilers, kuheat hiyo maji, itoe hiyo vapor, hiyo vapor iturn turbines, hiyo turbine itoe stima, utakuwa na umeme Nairobi, na Nairobi itakuwa 24 hour economy. Kwa hivyo kwa hiyo takataka itapeana ajira. Takataka itapeana ajira. Na uliona vice chancellor wake alikuja jana Nairobi kutoka Uganda. Museveni hapo ndio alitoa degree yake kwa cyber cafe yake huko. Sasa vice chancellor alikuwa vice chancellor wake aliingia jana. Sasa hii takataka unaweza itumia vizuri kupeana ajira. Watu ambao watafanya kazi kwa hiyo factory watapata kazi. Na hiyo takataka tena itakupeana stima. Hiyo stima ita-enable watu wafanye biashara. Na watu watafungua factories mingi kwa sababu stima itakuwa cheap. Itakuwa inapatia Kenya Power competition. Si ni ukweli? Alafu tena hii Nairobi permit ya kufanya business permit iko juu sana. Watu hawezi fanya biashara kwa sababu permit imewekwa juu. Tax imewekwa juu. Hiyo ya permit unalipa iliyo juu. Hakuna environment nzuri ya kufanya biashara. Ile barua. Hawkers hapa town. Kila siku hawkers, mama amebeba mtoto kwa mgongo. Yani hata kama unawaondoa, wapatie heshima yao. Usiondoe mtu kama Gasia, kama hiyo takataka. Patia mtu heshima. Kila mtu ni binadamu. Hizi positions zenye tuko ni temporary, zinakuja zinaisha. Lakini binadamu wanabaki pale pale. Nilikuwa nasikia mama mwingine akisema hizo dustbin nyumeleta town zilinipata hapa. So tuna value dustbin kushinda hata binadamu. Tuna value yani vitu zingine za ovyo. Unachukua hawkers unapeleka Backstreet. Backstreet kuna majambazi huko hata hujamaliza. Kuna shida huko. Ona watu wa matatu. So tukitoa hata maneno ya hawkers, mbona usiwapatie heshima? Huwezi wapeleka huko Kangundo. Kangundo atapata biashara wapi? Utapata biashara wapi? Hii town hii Nairobi, ukiamua uweke electric train juu, na hii electric train ichukue watu, hata kama ni Jogoo Road uweke mahali yenye itachukua watu kuingiza town. Matatu usitoe kwenye biashara. Matatu watoe watu kwenye mitaa wafikishe hapo. Wakazi wote, kama ni Thika Road, kama ni Mombasa Road, kama umeweka
2-3 lines za electric train ambayo gari la moshi ile ya electric inakimbia haraka ita drop watu town alafu inakudrop tena along the way matatu inakuchukua bila kureduce maneno ya fare inakupeleka kwenye mitaa ukifanya hivyo si hata hawkers wataenda penye watu wako watapata biashara yao ukiwajengea masoko jenga soko penye watu wanaweza enda usijenge soko kwenye kama mnyama hata we mwenyewe huwezi enda huko hata mnyama hakuna mwenye anaweza enda huko kukuwa na hao hawkers so hiyo ndio inakuwa ni shida ukiangalia watu wa taxi hapa town kuna madharau kubwa sana wamewekewa parking ikiwa juu watu wa Uber, Bolt parking iko juu mtu amekopesha pesa amechukua gari na loan ama amepewa gari skodi kila siku lazima apeleke pesa fulani kisha huyu mtu unamwekea pesa iliyo juu hata profit yake ina day imeshinda pesa parking alafu unamwangaisha kila siku unamshika kila siku unaharibu biashara ya Nairobi na Nairobi inafaa iwe ni kitu yenye iko juu ukiangalia maneno ya matatu hata parking wamenyang'anywa kuna shida hapo town penye wanapark wanatupwa mara hatuja approve hii hatujafanya hii watu watritiwe na heshima kabisa alafu tena town governor mwenyewe anatuma goons ana loot goons wana loot mabiashara za watu na ulisikia hata goon mwenye alikuwa anatuangwa na the public yeye mwenyewe akiulizwa ulitumwa na nani akasema ametumwa na Governor Sakaja mwingine tena alisema alikuwa anapewa pesa wapeleke mwili wapi wapeleke mwili City Mortuary na Sakaja so ulisikia hizo video watu walikuwa naongea in fact chief officer wa Sakaja mwenyewe alikuwa anauliza huyo kijana alikuwa anamuuliza hapo streets na hiyo video ilienda viral kijana anasema tulipewa thao ili tupeleke mwili huko City Mortuary hiyo ni gavana gani yenye tunataka hapa angalia maneno ya Mbagathi na Mama Lucy the hospitals hizo hospitali ni death traps madaktari hawalipwi manase hawalipwi ukienda kule madawa haziko mgonjwa akifika pale anaweza kaa hapo wamama wanajisaidia tu hapo kwa gate ni shida kubwa na ukienda pale ukiwa na maumivu dawa yenye wako nayo ni Piriton umeze ulale usahau ugonjwa yako Piriton ndio unapewa hapo madawa zingine hakuna. Watu wa county wanafanya biashara wamefungua makemist hapo nje za hizi mahospitali ukienda pale unapata makemist madawa zinapelekwa huko kwa chemist ili ukitoka hospitali ununue pale shida kubwa sana angalia mambo ya ajira ya kazi saa hizi vijana wanafaa waandikwe kazi wamama wanafaa waandikwe kazi we mwenyewe umeweka budget ya county ati unaandika the Green Army Green Army unawapatia 18,000 18,000 na wewe budget yenye inafaa walipwe ni 30,000 per month hii 12,000 nani unapeleka wapi nani anaikula hii 12,000 na 18,000 utalipa rent na nini utasomesha mtoto na nini utafanya transport na nini utanunua nguo na nini tax pia inakatwa hapo sasa na unataka uinvest pia so unapata ya kwamba ni kazi tu ya kufurahisha mtu lakini haijengi mtu kimaisha kwa hivyo Green Army waandikwe on a permanent and pensionable basis kisha wapewe 30,000 and above hii at least inaweza msukuma mahali hapa na pale so kuna shida kubwa sana hii Nairobi yetu yenye inataka uongozi bora sio bora uongozi na umeona mambo ya corruption katika hii county yetu ya Nairobi corruption iko juu zaidi na corruption umeona files so umeona mara mingi gavana anatembea karibu na rais sana na ako karibu na baba pia sana na baba ako karibu na baba sana so unaona chenye ilifanyika hapo ni ya kwamba files ziko kwa anti-corruption inafaa ashikwe lakini sasa anakuwa protected na rais na anakuwa protected na pande nyingine hiyo ndio chenye inafanyika files zenye ziko pale yake akiwa ameiba ona Auditor General report Baby Top ilitoa governor alinunua 27 lorries lori moja at 28 million lori moja ambayo inafaa iwe 9 to 10 million amenunua na 28 million tena ona dishi na county national budget ni 4 billion ya dishi na county yenye inapeana 2 billion ni county government inapeana hiyo ni 6 billion French government inapeana 200 million ya dishi na county kisha unaomba kila mzazi 5 shillings ambaye na total amount ni 300 million in a year so over 6 billion unafanya dishi na county unajenga jikoni moja ya dishi na county na 58 million jikoni sio ni shule nzima na jikoni ziko kwa mashule inafaa usupply chakula tu watu wapike wanafunzi wakule huko
We mwenyewe jikoni moja ni 58 million, umezijenga 17. Hizo ripoti zote ziko kwa Auditor General. Yes. Kwa ripoti ya Auditor General. Yes. Alafu hii county unasema venye unapatia watoto chakula. Pesa ya wamama inaenda wapi yenye una collect? Pesa ya French government inaenda wapi? 2 billion ya county ilibajetia dishi na county inaenda wapi? 4 billion ya kutoka national government inaenda wapi? Na hiyo pesa yote ukiweka pamoja, yes, itapeana kazi kiasi gani hapa Nairobi? Yeah. Watu watapata kazi. Wow. Si ni kweli? Na Nairobi kuna kazi zinauzwa. Yeah. Ukisikia crisis ikifanyika, unasikia huyu alichukuliwa, Sakaja amempatia kazi county, which means kazi iko na watu hawapewi. Yeah. So hao ni ghost workers. Yes. Si ni ukweli? So unapata huyu ndugu yetu kwa kusema kweli ametulet down sisi kama watu young people. Yes. That's why hatuwezi taka tuwe associated na yeye kwa sababu itasemekana uongozi wa watu wa young si nzuri. Na mimi niko ranked as the best member of parliament in Kenya. Yes. So tuko na shida Nairobi, na pia vile tuko na shida Kenya nzima. So tuko na shida ya overtaxation. Tukienda Kenya, juu tunaingia Kenya right away. Ndio. Unawania kiti ya governor. Sasa nakujia hapo. At the same time tuko na shida Kenya. Ukiona Kenya kuna shida yako na president ni gani? Shida ya overtaxation. Watu wako overtaxed. Yes. Shida ya wanafunzi kuongezewa karo ya shule. Yeah. Mimi elimu ndio ilinitoa Nyalenda kunileta hapa. Yes. Shida ya unemployment. Tuliambiwa watu watapewa kazi. Shida ya salary ya watu kukua attacked in the name of affordable housing. Wewe ushaipewa hiyo nyumba? Ujaipewa hiyo nyumba. Sinu kweli? Na nini yako inakuwa attacked. Yes. Sinu kweli? Mwenye tunaambiwa ati anaishi Kibra ama Soweto ama Mukuru, wenye tunaambiwa wanaweza pewa nyumba. Washapewa mpaka sahi. Hiyo nyumba ni 2 milioni 3. Wewe milioni 2, yule mtu ambaye anauza mboga ya shilingi 200 ataitengeneza siku gani ili aingie kwa hiyo nyumba? I know. So tusiambiwe tu vitu ili tuseme na tunapiga kelele ati itakuwa nzuri iko hivi na vile. Shida ya corruption inaumiza wa Kenya. So hiyo tu ndio shida. Mimi siko na any personal differences na rais. Yes. Shida tu ni fanya kazi, uliambia watu wafanye kazi. Ndiposa wa Kenya wengi wananiwekea pressure. Wanasema babu, hata kesho ukisimama rais tutakuchagua. Hapa before nifike hapa kwa studio, nimekutana na watu hapa wananiambia shika ID yangu nitakuweka gavana wa Nairobi. Shika ID yangu enda nayo utanipatia 2027 Yes. August tarehe 7. Ili nikuweke gavana wa Nairobi. Yes. So kuna watu wana conflict, wananingangania, wengine wanataka niwe rais, wengine wanataka niwe gavana. Sasa mimi mwenyewe hapa mbele, yes, ninawaambia tunaenda kukuja nje waziwazi. Yeah. Ili tusianze early campaign sahi. Yes, yes. But nawaambia na ninawaomba Wakenya wenzangu wote, ninawaomba mimi ni mchapakazi. Yes. Mimi ni mchapakazi. Naweza kuwa na mambo mengi, yes, kimaisha hapa na pale, lakini kazi, yeah, naye hauta ni blame for anything. Wow. Better the devil you know than the angel you don't know. We did not know. Yes. Mbona ulienda maandamano ya Gen Z? Mimi na belong kwa maandamano. Mimi shida ya majenzi ni shida zangu, shida ya Wakenya ni shida yangu. Nilienda maandamano ili kazi ipeanwe. Nilienda maandamano ili the cost of living iwe reduced, ishuke. Nilienda maandamano ili watu wapate ajira. Nilienda maandamano ili elimu ikuje chini. Nilienda maandamano ili watoto wetu, my brothers na sisters, wasiwe abducted. Yes. Hiyo ndio ilifanya niende maandamano. Ndio. Wow. Na ulisema ulinyang'anywa security ama ilirudishwa? Ndio. Saizi ndio sasa wana deliberate, wananiambia tufanyaje. Kaambia wafanye venye wanataka. Kayo ya mrenda. Mimi security wangu ni Mwenyezi Mungu. Wow. Ndio. Unaulizwa unataka aje? Ndio. Mimi siwezi negotiate on principles. Okay. Yes. Mambo ya principles siwezi negotiate. Mimi niko entitled na security kama mbunge yeyote. Yes. So kama unataka kudiscriminate, hiyo ni shida. Yeah. Yes. So, but mimi mwenyewe Wakenya ndio security wangu. Yes. Ndio. I belong to the maandamano. I love that. Bibi, watoto wako wema. Tuko na 8 minutes. Tuko sawa. Utaenda ukiongeza anything now that you want to top up. Ndio. Tuko sawa. Ndio. Yes. Muthoni yako sawa, watoto ulisema 4. Yes. Watoto ni 4. Ambao tunajua ama kuna wengine. Unajua vizuri pia umesema unapenda kuomba. Kuna mmoja uko nayo yenye sijui Muthoni.
Ninauliza tu ndio tusikie. Labda we ni mshahidi hapa. Kuna mtu mlisoma naye kidogo ananiambia pale, na kamwambia nitauliza yeye mwenyewe atuambie. Mimi alisema watoto 4, bibi ni Muthoni. Ajuae baba ya mtoto ni mama. Sasa kuna mambo zingine kusema inaweza kuwa ngumu, ama vipi chef? Ukweli kabisa. Lakini wale wenye najua 4. Yes. Ndio. Boys, girls. Boy and girls. And girls. Yes. Wow. And family, ulituambia bibi pia mlisoma naye pale campus. Bibi tulikuwa naye university. Yes. Mimi nataka nishukuru Mungu alinipatia bibi nzuri sana. Yes. Bibi mcha Mungu. Ajapotea upigi bibi. Bibi mcha Mungu. Najua una kisirani huku nje, tunaona unaruka kwa fence, ndio huyo TB mtia lala. Umejua ukitoka kama na hiyo TB vitu unapeleka kwa nyumba. Ukitoka na TB mnatia lala nje, ukifika pale kwa mlango, unaiwacha hapo kwa mlango. Ukiingia kwa nyumba, wewe ni baba, yes. Wewe ni dad, yes. Wewe ni husband. Yes. So you must be responsible. Yes. Sini ukweli? Yeah, you must as a father, yes. You must be responsible. And as a dad, yeah. You must be a loving dad, yes. To your wife. So ukienda pale, mambo ni kuagree, kwa sababu si ni mtu wako, huyo, yes. Si adui wako. Kama ulioa adui, yeah. Ukuoa adui, ulioa rafiki yako, yes. Ulioa mtu ambaye unajua mtaenda naye kimaisha mbele. So hivyo ndio mambo inakuwa, yes. So anything you do, mna consult, mna agree, mambo inaendelea. 15 years now. 15 years now. And counting. And counting. Wanake ni maraiga hiko na mugaga wanake wanasema ati hawa young generation hawaeki kipiko. Tunaona mnaeka kehiko. Umejua mambo ya ndoa ni kusikizana, yeah. Mambo ya ndoa ni kuwa rafiki ya mtu mwenzako, na kujuana, na kuweka Mungu mbele. Hakuna ndoa yoyote inaweza kuwa sahihi kama kuna Mwenyezi Mungu kwenye, yes. Ndoa. Wow. Yes, kwa sababu ukipata bibi yako ni rafiki yako, yes. Unamtongoza, anakuwa rafiki yako, kisha unamuoa, yes. Wakati huo wote yenye unamuongelesha awe rafiki yako, hiyo wakati wote kila kitu ni nzuri. True. Kisha ukishamuoa, kisha ingia kwa nyumba, unaanza kusema nani amebadilika? Bibi amebadilika. Bibi pia anasema bwana amebadilika. Hamjabadilika. Na most of the time, yes. Shida inakuwa ni upbringing. Upbringing, ukiwa brought up from a poor background. Yes. Poor background kumaanisha kwamba baba umekuwa brought up na single mom, ama single dad. Yes. Ama baba na mama walikufa, we ni total orphan. Ama baba na mama walikuwa, lakini walikuwa busy sana kutengeneza pesa upelekwe shule. Yes. Sasa hawakukuwa na time kama we mtoto kwa watoto. Ama baba na mama wako walikuwa, lakini wako kwa abusive relationship. Yes. Iyo yote ita lead to trauma kwa mtoto. Maanake mtoto ana learn by what they see. Yes. Chenye anaona ndi ana learn, not what they hear. So mtoto akiona mapenzi, akiona baba na mama wanapendana, wanakula pamoja, wanaenda kushirikiana pamoja, wanaenda kwa kanisa pamoja, wana hang out pamoja, mtoto atakuwa na mapenzi. Yes. Mtoto akiona vita kwenye familia, mtoto atakuwa traumatized, atakuwa anxious, atakuwa ana feel lonely, ana feel hurt, ana grieve, ana feel isolated, ata feel ya kwamba yeye amekuwa brought up tu hivyo, yeah. Kwa hiyo environment ambayo sio nzuri. Huyo mtoto ambaye amekuwa brought up kwa environment ambayo sio nzuri, mwishowe, yeah. Ata-turn out kutokuwa mtu ambaye unataka, mtu ambaye atakuwa na mapenzi. Atakuwa ako empty, yes. Kwa hivyo anaweza peana emptiness. So kwa hivyo kwa wazazi wetu wote, hakikisha una bring up watoto kwa njia sahihi, yeah. Wacha mtoto aone mapenzi. Ongea na mtoto wako, spend time na mtoto, ili ajue shida ni wapi. Yes. The greatest gift ya kupatia mtoto si hata elimu kwanza, ni time. Yes. Patia mtoto time. Kisha after that ni education. Na watoto usianze kucompare, useme huyu ni my favorite child. Yes. Hakuna mtoto favorite, watoto wote ni wako. Kwa sababu utafanya wengine wa feel that hawako favorite, watafeel ni kama hao ni ma enemies, watakuwa traumatized in life. Pia ukiadhibu mtoto, yes. Ita mtoto, mwambie makosa yake. Ukishamwambia makosa yake, yes. Ndio umwadhibu. Wacha alie hapo, akishamaliza ndio umrelease. Usimwadhibu mbele ya watu. Yes. Juu una take away self esteem yake na self confidence yake. True. Tukibring up watoto in a very good way. Na Biblia inasema train up a child in the ways that you want them to grow, yes. So that they may not turn away from those good ways, yes. When they grow older. Fundisha mtoto vizuri. Mtoto atakuwa mtu ambaye
ni mtu mzuri kabisa. Very well. Sisi tumelearn through experience. Yes. Manake mama pia alikuwa busy, anatafuta school fee, Yes. anatafuta Anauza rent, chang'aa. anauza changa. So unapata kuna neglect hapa na pale kidogo kidogo juu mama ni ako mtu mmoja, ako busy. So hiyo ndio inafanya tulikuwa na hiyo yote. Yes. But all in all, You're recorrecting. all in all, kwa familia, Yes. kwa sababu lazima uwe kiongozi. Kama mwanaume wewe ni kiongozi wa familia yako. Provide leadership. Yes. Penye unapeleka familia yako ndio wataenda. Ukiwaingiza kwa shimo wataingia kwa shimo. Ukiwaingiza place nzuri ndio wataenda hiyo place nzuri. So as a man, hakikisha kwamba una provide kwa familia. Yes. Provide materially, provide food, provide rent, Yes. and provide also Time. emotionally. Hiyo yenye sasa time inakujia. You must provide emotionally. Yes. Because hautaki emotional neglect. Hiyo italeta shida sana. Lazima uombe. Yes. Prayers, uweke prayers. Lazima muwe na purpose katika marriage yenyu. Hii marriage inaenda wapi? Familia yetu inaenda wapi? Investment zetu zinaenda wapi? Kisha lazima uprotect familia kama mwanaume. Protect your family. Na kisha tena lazima uplay. Yeah. Playing in the family. Yeah. Hiyo mnaelewa ni nini nasema, kwa sababu watu wanasikia mambo tofauti hapa. Mdate. Kama venye ulipata mrembo wako, mdate, mpeleke out. Si lazima uende expensive hotel. Bora umespend time na yeye. Uingize kwa kibanda, kuleni samaki, kaeni marafiki. Wakaruse. Na pia mdate watoto. Love language ya watoto ni gifts. Yes. Na kuwa nao pamoja. Touch. Tender touch. Yes. So ukifanya mambo hivyo, mambo inakuwa sawa. Na kwa mabibi zetu, respect your husband. Yes. Husbands, love your wives. Yes. The Bible says that love your wives as the Christ loved the church. Wow. And to the wives, submit to your husbands. Heshimu wanaume. Wa appreciate pia. Women pia wanataka appreciation. Yes. Waambie hao ni warembo, wamevaa vizuri, wamekupikia, appreciate. Yes. Kwa wamama wetu pia, heshimu wanaume. Na kama una earn more than your husband, then if you can share your body, Yes. you can share Your children. you can share love, Oh, yes. then you can share money. Okay. Sasa usikanyage bwana juu una earn more than your husband. Napake. Yes. Yes. So lazima umheshimu pia juu bado ndio mwanaume ni the head of the family. So mkiendelea hivyo, Yes. mambo ya familia sinakuwa sawa. Wow. Very good. Tumesoma. Ndio. Nilitumwa salamu na Medho. Senator Medho. Huyo ni mtu wangu. Umejua nikiwa student leader University of Nairobi, Yes. Methu alikuwa student leader Pwani University. Oh. Yes, so na sasa tumejuana tena- miaka mingi zaidi. Ndio. Tumejuana miaka mingi zaidi na Methu. Yes. Yes. So, Amesema upokee salamu. ni mtu wangu sana na Methu anafanya kazi nzuri. Unaona venye ameshikilia watu wa Murima. Mambo inakuwa sawa, na meza tiaga hapa na pale. Kwa hivyo anafanya kazi mzuri. Methu anafanya kazi mzuri kwa sababu anatetea wananchi wa Kenya. Na hiyo ndio uongozi yenye tunataka hapa nchini. Let me ask you one last one. Sisi si maadui. Yeah. Sisi tuna provide tu role ya opposition, checks and balances. Yes. Ukiwacha serikali ifanye kazi excessively, itakojolea watu sana, itaumiza watu sana. So Yes. tukiongea, serikali situone kama maadui. Tuna keep checks and balances. Very good. The one last one, news tunasoma saizi. Ndio. The Kenyans, a certain percentage, wanasema tu ni mlima kuko na hasira. Watu wamekasirika. Ndio. Ni mlima, ni juu wa Munyoro walienda, ni wa Kikuyu. Kwenyu umesema ni Bondo na pia Nairobi. Kuna hiyo hasira. Umejua watu wa mlima sio shida. Watu wa mlima sio shida. Watu wa mlima walichagua Ruto. Ilifaa wabidi wachague kati ya Ruto na Raila. 1 million walipatia Raila. The rest wakapatia 8 million Ruto. wakapeana 8 million wakapatia Ruto. Inamaanisha watu wa mlima sio kabila. Hapa Nairobi, Peter Kenneth alisimama na Sonko kwa Jubilee nomination. Watu wa mlima walipatia Sonko. Watu wa mlima inaonyesha sio wa kabila. Mimi mwenyewe nilikuwa na Mureithi. Watu wa mlima ndio wako wengi Embakasi Mashariki. Yes. Mimi ni walinichagua. Yeah. Hiyo sio ukabila. Tukiona Sakaja na Igathe, waliwacha Igathe ambaye ni Mkikuyu, wakachagua Sakaja. Na ni wengi. Sasa hii maneno ati Wakikuyu ni wakabila, watu wachane na Nairobi watu wako na hasira ya kufinywa na serikali ama nataka watu wana hasira kujua. Kila mahali. Serikali imefinya watu sana. Serikali inafaa wafanyie wananchi kazi. Okay. Fanyie wananchi kazi, hamtakuwa na shida. Yes. So hiyo hasira ni kwa sababu kazi haifanywi. Nilikuwa nataka kusikia sio tu mlima. Unajua mimi naongea tu kwa mlima, sijui huko Nairobi. Shida. Okay. Hata Nairobi kuna shida. Hata Western kuna shida. Yes. Hata Coast kuna shida. Huko kwenye umetoka mamako wako Bondo kuna shida. Kuna shida kila mahali. Huko hakuna kazi.
Shida ambayo inakumba Mkikuyu ndi nashika Mjaluo, ndi nashika Mkalenjin, hata Rift Valley kuna shida. Si kulikuwa na maandamano Rift Valley? Hii juzi venye wa maandamano ilikuwa inafanywa, silikuwa inafanywa mpaka Rift Valley. So kulikuwa na 37 counties zenye ili demonstrate. So shida ni kila mahali. Wow. Thank you so much. Penye tujafunga hujasema ama wania kiti cha ugavana ama cha president, utatuambia. Naenda kuambia soon, na chenye nimewaambia tutapata hiyo, alafu tunapata the next. Okay. Si hiyo mambo itakuwa sawa. Kwa hivyo hujasema. But tunaangalia sana mimi na wewe, unajua sitaki tu kumake early declaration, jitani force nianze early campaigns. Wacha tugoje. Watu watasema umesha declare, kuja mkutano hapa, kuja hivi. So nitasahau pia kazi yangu ya Embakasi. Malizia watu wa Embakasi kazi. Mimi mwenyewe nitaambia watu. Utatuambia. Na mimi mwenyewe najua chenye naenda kuwania, na nitachukua hiyo kitu. Na utatuambia. Ndio. Penye utaenda sisi tutaenda. Kabisa. Mukoroyo roiga gate ni arigire ni arenda thuro ni mukaruga me agacia thire cikurukire ararutete kunde tu icio to tutina kiheo. Niguo ndarigo tondu tutinerora ni arakira mwene gite ndaraiga no roiga anga ni arigire mutumia anga mutumia thie ndebe-ini muito ucio ararutete kunde tu icio tigana ina tumiene. Asante sana, tumesema tumeshukuru. Tulikuwa tunakushukuru hapa kando kando. Asante.